kanisa Adamu na Mungu, ikamfarakanisha Adamu na Mungu. Mungu akamfukuza kwenye uwepo wake, akaamua kumfukuza mbali, ili kwamba aanze kula kwa jasho, ili kwamba aanze kujifungua kwa utungu. Lakini Yesu Kristo alikuja kumaliza yote msalabani. Huyo ndiye ninayekutangazia mahali hapa. Alikuja kumaliza, kuziangamiza, kuziteketeza, kuzivunja kazi zote za yule adui alizokuwa ameziweka kama mipaka baina ya mwanadamu na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana libarikiwe. Yesu alifanya kazi hiyo miaka 2000 iliyopita, anafanya na leo kwa ajili yako. Utendaji wake haukuishia miaka 2000 iliyopita. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Yesu Kristo alitenda hayo, yuko hapa kwa namna nyingine tena, kwa sura nyingine tena. Anazurika mahali hapa, amekuja kuibeba mizigo yako, amekuja kukuunganisha tena na Mungu, amekuja kutengeneza urafiki wako na Mungu tena, amekuja kukufarakanisha na magonjwa, amekuja kukufarakanisha na vifungo, amekuja kukufarakanisha na kila hali zitokanazo na mwovu ibilisi. Amekuja sasa kukuunganisha tena na Mungu, ili kwamba uweze kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Wote waliompokea Yesu Kristo aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Wale wanaolishika na kulitii neno la Mungu ndio wana wa Mungu. Wale watakaosikia maneno haya na wasifanye mioyo yao kuwa migumu, na wakaamua kutii yale ambayo Mungu anataka wafanye, hao ndio wana wa Mungu. Yesu Kristo alikuja kuanzisha uzao mpya ndani ya dunia ya Shetani. Yesu Kristo alikuja kuanzisha uzao mpya, uzao mteule, watu wa miliki ya Mungu, ili kwamba wasisime kazi zote za mwovu ibilisi. Wana wa Mungu wakidhihirika, uchawi hautadhihirika tena. Wana wa Mungu wakidhihirika, uasilia tunakimbilia mbali, mapepo yanaondoka. Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kudhihirisha wana wa Mungu. Alikuja ili kudhihirisha wana wa Mungu. Shetani bado anamiliki kwa sababu amewamiliki wengi wenye dhambi. Shetani akikumiliki, anakumiliki wewe na mali zako. Kwa kama wewe ni mtenda dhambi, unamilikiwa wewe pamoja na mashamba yako, unamilikiwa wewe pamoja na ardhi yako, unamilikiwa wewe pamoja na ndoa yako, unamilikiwa wewe pamoja na familia yako. Hivyo sasa Yesu Kristo amekuja kulipa gharama ya dhambi, ili kwamba sasa uwe mzao mteule, watu wa miliki ya Mungu, umilikiwe na Mungu, uangaze duniani ili dhambi itoweke. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana libarikiwe. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Yesu ndiye mtaalamu wa dhambi. Yesu ndiye mtaalamu wa dhambi. Yesu ndiye mtaalamu wa dhambi. Hakuna mtu mwingine ambaye amepewa mamlaka dhidi ya dhambi. Hakuna mtu mwingine ambaye amepewa mamlaka ya kumkomboa mwanadamu dhidi ya mateso ya kuzimu. Hakuna mtu mwingine ambaye amepewa mamlaka ya kumkomboa mwanadamu dhidi ya magonjwa. Ndio maana waganga wanatibu, lakini Mungu ndiye anayeponya. Uponyaji tunatazamia kutoka kwa Mungu, maana katika yeye ndimo kuna chemchemi ya uzima. Ukimpokea Yesu Kristo, mambo mengine yote yatokana na ibilisi hayatakuwa na nafasi. Usiwe kama watu wa kizazi cha Nuhu, usiwe kama watu wa kizazi cha Lutu ambao walikuwa wakifanya dhambi, alafu ghadhabu ya Mungu ikashusha ikaangamiza mji wote wa Sodoma na Gomora. Akaangamiza mji wa Sodoma na Gomora, akasalia Lutu na watoto wake wawili wa kike. Tusiwe kama watu wa Sodoma na Gomora. Tunapolisikia neno hili, tusifanye mioyo yetu kuwa migumu, ili kwamba maangamizo yatakapoanza yasitukute. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hiki ni king'ora kabla ya maangamizo. Hiki ni king'ora kabla ya maangamizo. Kabla adhabu haijaanza kuchukua hatamu yake, Mungu ameamua kupaza sauti kwenye viunga hivi, kwamba waokoe wale ambao dhambi ilikuwa imewazinga. Hiki ni king'ora kama alivyomwagiza Yona. Akapiga kelele kwenye mji wa Ninawi,
waokoe, ili kwamba asiuangamize na wasi wake wote, ili kwamba asiuondoshe. Watu wa Ninawi walivyotii sauti ya Yona, wakamlilia Mungu, wakajivika magunia, wakaamua kuacha yote, wakaacha uzinzi, wakaacha ulevi, wakaacha uchawi, wakaamua kumlilia Mungu. Mungu alikaili ghadhabu yake. Hata leo Mungu yuko tayari kukaili ghadhabu yake dhidi ya familia yako. Hata leo Mungu yuko tayari kukaili ghadhabu yake dhidi yako. Hata leo Mungu yuko tayari kukaili ghadhabu yake dhidi ya dhambi ambazo umekuwa ukizitenda. Ndio maana amemleta Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi, akukomboe kwanza kwenye dhambi, akutoe kwanza kwenye hivyo vifungo ambavyo vilikuwa vimekushikilia, ili kwamba hata shida, dhiki zisipoipiga dunia, wewe ukawe salama. Hata kama mvua itakaponyesha, hata mvua itakaponyesha kama kipindi cha Nuhu, uwe na safina ya kujikinga, uwe na safina ya kukimbia huko. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mkono wa Bwana uko mahali hapa kwa ajili ya kukuokoa wewe ambaye dhambi zilikuwa zimekuzinga kwa muda mrefu. Dhambi ilikuwa imekutumikisha, imetosha sasa. Umemtumikia mwovu ibilisi, imetosha sasa. Umemtumikia uzinzi, imetosha sasa. Umemtumikia ulevi, imetosha sasa. Umemtumikia uasherati, imetosha sasa. Umekuwa msengenyaji, mtu mwongo janja, imetosha sasa. Yesu Kristo anataka akupe maisha mapya, maisha yenye utaua, maisha ambayo hayana michanganyo, maisha ambayo hayana dhambi, maisha ya utakatifu, ili kwamba umuone Mungu katika viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa wakati huu ningependa sana